1. Mjinga akielevuka mwerevu yu mashakani. 2. Mja hatindi rehema angali hai duniani. Na 3. Mwenye hiana analaana. 4. Mwenye tende hana paja. 5. Mwenye kijungu mekoni haachi kulialia. Mjinga akielevuka mwerevu yu mashakani. Mtu aliyekuwa anaonekana mjinga au asiyekuwa na maarifa, ufahamu mzuri, anapopata elimu, ujuzi au ujanja, anaweza kuwa tishio au changamoto kwa yule aliyekuwa anajiona mwerevu. Tuwe na tahadhari dhidi ya kudharau wengine. Nguvu ya elimu na ujuzi ni kubwa sana, inao uwezo wa kubadilisha hali ya mtu na kumpa nguvu ambayo sio ya kawaida, na hatimaye kuwa tishio kwa wale waliokuwa hawaamini katika yeye. Mithali hii inatufundisha kuwa hali za uwezo au ufahamu zinaweza kubadilika, mjanja wa leo akawa mjinga wa kesho. Hitimisho, tutafute elimu, maarifa na taarifa ili kupambana na ujinga. Mithali ya pili inasema, mja hatindi rehema angali hai duniani. Mja ni binadamu, yani hawezi kukata tamaa au kukosa rehema za Mungu angali yu hai duniani. Daima kuna fursa ya kutubu na kusamehewa au kupata mema mapya. Mfano, hakuna hali mbaya kiasi kwamba mtu akose tumaini kabisa. Daima kuna uwezekano wa mabadiliko chanya au msaada wa kimungu maalum. Inasisitiza kuwa Mungu ni mwenye rehema na yuko tayari kutoa nafasi ya pili au msamaha kwa wale wanaotubu na kuomba msaada. Mithali ya 3 inasema, mja wa hiana analaana, yani mtu anayefanya vitendo vya hiana, udanganyifu, ukatili au uhaini analaana, kwa maana ya kwamba adhabu au matokeo mabaya. Haki ya Mungu au asili italipiza kisasi. Hii inasisitiza haki na uadilifu. Kwa mfano, ni onyo kwa wanaofanya hiana kwamba mwishowe watajuta watakapopata adhabu inayostahili. Mithali ya 4 inasema, mwenye tende hana paja. Mwenye tende ni mtu mwenye utajiri au mali nyingi. Hana paja inamaanisha hana msaada au watu wa kumtegemea wakati wa shida. Utajiri hautoshi, unahitaji mahusiano bora au msaada wa kijamii. Utajiri pekee hauhakikishi msaada wa kweli au mahusiano bora. Mtu tajiri anaweza kuwa mpweke au asipate msaada wakati wa shida. Umuhimu wa mahusiano bora unadhihirisha kuwa mali sio kila kitu. Mali ina thamani yake, lakini sio kila kitu. Binadamu anahitaji upendo, msaada na mahusiano ya kweli ili kuwa na maisha bora. Hii inatufundisha kuwa pamoja na mali zetu tunafaa kuwa makini na jamii ya watu tunaoishi nao, lakini pia na mifumo iliyopo. Mithali ya 5 inasema, mwenye kijungu mekoni haachi kulialia. Neno kijungu linawakilisha chakula na neno mekoni linawakilisha jikoni. Kulialia ni kutoa sauti za kulalamika. Hii inaashiria kwamba hakuna maisha bila changamoto. Hata watu wenye riziki, mafanikio ya utajiri, bado wana changamoto za maisha au malalamiko yao. Hii inasisitiza kutambua shida za wengine kuwa ni muhimu, kwani kila mtu ana shida yake, haijalishi ni tajiri au mwenye mafanikio kiasi gani.